kujenga kituo, tutafanya utafiti mzuri sana. Hata akiwa Tandaimba huko vijijini, wallahi tutapeleka vijana wetu kwamba nenda kahakikishe kuanzia kwa mjumbe wa nyumba 10, mwenyekiti wa mtaa, mtendaji, hata wewe kijijini, tutafanya utaratibu mzuri mpaka tukisha kweli huyu ni yatima na anastahili kusaidiwa. Tutawasaidia kwa mfumo. Na tunaposema yatima, yatima awe Muislamu ni yatima, awe Mkristo ni yatima. Wala Mungu akuchagua kwamba yatima huyu Muislamu huyu Mkristo. Yatima yoyote akishafiwa baba chini ya balehe, akifika miaka 18 uyatima umekwisha. Nafikiri tunaelewana ndugu zangu wa Tanzania, Waislamu sana. Kwa hiyo mfuko huu tutafanya utaratibu wa kuwasaidia watu hao. Sasa shilingi 2000 yako tu ukitoa, wallahi inaweza kuleta athari kubwa sana katika dunia. Inaweza kusaidia sana Watanzania. Watu mlioko Ulaya ni dola moja hiyo. Shilingi 2000 dola moja, sidhani kama unakula Ulaya. Lakini inaweza kutusaidia sana na kufanya mambo. Sasa utaituma vipi kwa Tanzania ndani na nje? Naomba mnielewe. Hii tunatumia kampuni ya Selcom. Tunatumia kampuni ya Selcom, na uwe na mtandao wowote, uwe na Voda, uwe na Airtel, uwe na Tigo, uwe na mtandao wowote unaweza kutumia tu, wala uchagui. Ila tuna programu yetu, naomba tukuelekeze, na utaiona hapo chini ya simu inapita kwenye WhatsApp yako kama umetufungua. Na napenda nieleze tu kwa utaratibu. Unaenda katika utaratibu huu, unaweka nyota 150. Yaani kwenye simu yako unaweka nyota 150, alafu unaweka nyota 50, alafu unaweka nyota 1, unaweka leli, unapiga okay. Ukipiga okay inakuletea utaratibu Selcom. Unaingiza namba yetu ya tuma pesa ambayo ni 61 23 72 53. Ukishaingizia nakwambia ingiza kiwango, ingiza namba ya siri, unatuma pesa. Na utaratibu wote watakuwekea hapo kwenye simu yako, utakuwa unafanyaje? Unapita hapo chini, utakuwa unaiona. Ndugu zangu, tuache mfumo wa kuahirisha dhambi. Na hasa sisi Waislamu, kuna watu wengi wanateseka. Na mimi ni washauri hata wasomi wa dini, tumekuwa tunajizungumzia sana sisi nafsi zetu. Tunajipigia debe sana sisi. Lakini ndugu zangu, tuseme ule ukweli, mtume ya kufanya kazi hiyo ya kutaka yeye aonekane mtukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kuhurumia watu, na ndio kazi ya dini. Kazi ya mitume ni kuhurumia watu. Hata Yesu Kristo alisema ninajitoa kwa ajili ya watu. Alijitoa kwa ajili ya watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijitoa kwa ajili ya watu. Sasa bahati mbaya mashehe wengi, wahubiri wengi tunajitoa kwa ajili ya matumbo yetu, sio umma. Kuna watu wana dhiki lakini hawawezi kusimama hapa kuja kujisemea. Hajui hata mwandishi mmoja amwite vipi, hajui. Akisimama hapa mdomo unajaa mate, maneno yanapotea, hawezi kusema. Kwa hiyo hawa tuache wafe kibudu. Dada zetu wamefiwa waume zao. Wapo wanawake walikuwa wameolewa kwenye ndoa za kisheria, kafiwa mume, amebaki ni mjane maskini. Anadhikika mpaka anatamani kutupa nguo zake akavae kimini aende kwenye night club akauze mwili wake. Na msaada wake labda ni shilingi 500 tu apate mtaji wa kuchoma mandazi au chapati. Hivi Waislamu na haya nayo mambo kama haya tatushinda? Sasa tufike tuelezane ukweli Waislamu. Kuna mambo ya kufanya na kuna mambo tutasema ni mambo makubwa. Shilingi 2000 unaijadili Muislamu, unajadili 2000 kwamba unaibiwa 2000. Hebu jaribu uone. Jaribu uone. Na mimi na hapa mbele Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na ardhi bila nguzo. Nimefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na nafunga kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu aniingize peponi. Kama Mungu atajalia hili litafanyika, naomba ndani ya mwaka mzima mnieleze, mniulize athari yake. Jambo la mwisho, mfuko huu tutakuwa tukiwasaidia walimu wa madrasa. Kwa sababu katika watu wenye dhiki katika dini ni walimu wa madrasa. Tutahakikisha walimu wa madrasa tunawawezesha kuwapa posho, sio mshahara. Katika dini hakuna mshahara. Kukarabati madrasa na kuona kwamba huyu ni mwalimu kweli, sio mwalimu anasomesha watoto miaka 5 hata kipande cha juzuu mtoto hawezi kusoma, lakini yeye anajiita mwalimu. Sio kila anayejua kusoma Qur'ani anaweza kuwa mwalimu, hapana. Lazima tupate watu wenye uwezo wa kufundisha watoto, kuwatoa hapa kufikisha kiwango hiki. Kwa ndugu zangu, nimekuteni waandishi wa habari
ili tuweze kuzindua harakati zetu za kidini. Harakati hizi hazihusiani na chama chochote cha siasa wala hazihusiani na mtu yoyote wa harakati zote za kidunia. Hii ni njia ya kutupeleka peponi. Watu mlioko nje ya nchi, kuna screenshot mtafanya hapo, tutakuwekeni screenshot yetu, mtaifanya screenshot, then ndio itakuelekezeni namna ya kutuma. Usitume bila kutumia hiyo screenshot. Kwa yule anayetaka kuuliza ili kupata faida zaidi, namba yangu ya simu hii ni kwa ajili ya kuuliza, na hii ni biashara baina ya wewe na Mungu. Ukiona kwamba haina haja ya kufanya, unaweza ukaacha tu, wallahi, kwa nia nzuri kabisa na Mungu nisaidia. Yaani wewe ukiona kwamba ya nini mimi nihangaike kumsaidia mtu ovyo, ya nini msaidie maskini, mwache afe kibudu tu, mimi nishapewa nazo, nakula na wake zangu na watoto nakula. Sasa wewe tulia, kaa, kula, kunywa, lakini maisha ni kubahatisha, kufa ni lazima. Ili lazima tukubali, maisha ni kubahatisha, kufa ni lazima. Aliyekupa wewe ndio kawanyima hao wanaotaka, na huyo anayofanya hao kuona dhiki ndiye aliyekuinua wewe, na alipokuinua wewe akakwambia wasaidie hao. Sasa kama utaki, wewe tulia tu, wala usijitie katika dhima, dhambi, kutukana watu, kudhalilisha. Wewe tulia tu, lakini baada ya kufa haya tunayokuambia hapa utakutamani shilingi